Yes, karibuni sana. Mimi naitwa George ama Mr. G Keng'ori Media 254, na leo tuko na Kanake Abraham, man of God, ambaye aliamua kumtumikia Mungu. Na before tuanze our big conversations, ningetaka tusalimie na tuambie siku mingi hajapatikana kwa mitandao, kwa nini vitu kama hizo. Karibu sana man of God. Asante sana. Yes. Nawasalimia na salamu za Christmas, Merry Christmas. Happy New Year. Mafansi wangu, my viewers, followers wote nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu amenijalia. Na nafikiri December 20 last time tulikuwa okay. Nashukuru Mungu amenilemesha, nimepata kufika Disemba ya mwaka 25. Namshukuru Mungu nikiwa mzima, niko salama, ameniokoa na pia amehifadhi nafsi yangu katika njia ya haki na utakatifu. Kwa hivyo nashukuru Mungu amenipigania na nimemuona akiwa mwaminifu. Yes. So kwa hii mwaka wewe lazima ni mshindi. Mungu amenimsindania. Nimeona mkono wa Bwana kutembea pamoja nami milima na mabonde. Nimeona ukuu wa Bwana juu ya maisha yangu. Kabisa. Na ningetaka leo tuangalie kuhusu how hiyo mwaka imekuwaje. Kulingana na hiyo mwaka, na kwanza tuambie kulingana na mtazamo wako, hiyo mwaka imekuwa mzuri, imekuwa mbaya? Nataka utueleze kwa ufupi. Hiyo swali niulize vile nataka. Unataka nikujibu mambo ya spiritual ama physical? Unaweza anza na spiritual. Vita ya mwaka imekuwa mzuri. Vita za kiroho kwa wale ambao ni waamini wa Yesu Kristo. Vita haijakuwa rahisi, lakini Mungu ametupigania. Changamoto zimekuwa hapo. Lakini Mungu ni mwema. Kulingana na neno lake vyenye alisema hatatuacha kama yatima, atatuachia msaidizi. So neno la Mungu limekuwa likitimia katika maisha yangu, maana hata kama changamoto za kiroho zimekuwa, yule msaidizi nilioachiwa amekuwa akinisaidia na ameniwezesha kufika mahali. In fact nimegrow spiritual. Nimeenda hatua moja mbele. Sasa hiyo ni sasa ni wewe. Nikataka tuambie kwa ujumla, we Christian, kwa ujumla mambo imekuwaje kulingana na mtazamo wako? Watu wamemtafuta Mungu vile ipasavyo ama watu walididimia kulingana na wewe? Ukiangalia utaona ya kwamba unajua kuna mambo na ni neno la Bwana. Kuna mambo huwezi ukaitenganisha. Wakati challenges zimekuja katika maisha physical, sinamfinya especially Mkristo mpaka mambo ya kiroho. So mimi naweza sema anafinyika kwa sababu sasa katika hali ya physical, yani maisha ya kawaida, hayakuwa na ile breakthrough yenye unaweza sema maishani ana breakthrough. So ikifinya mtu huyu wa nje, kwa Wakristo wengi wenye wako na imani avivu, wanafinyika mpaka mambo ya kiroho, ya rohoni. Wakisokumwa na mambo ya maisha hii, mpaka mtu wa ndani wa rohoni anafinyika. So mimi tunaweza sema wale Wakristo wenye imani yao ni kidogo, wamesukumwa sana na maisha. Wamesukumwa na kuna hii mambo imekuwa ikitrend sana sana kwa Wakristo, ambao kuna watu wanasema mara hakuna Mungu kanisani, mara mwingine anasema kuna nyimbo mbili pale niliona zikitrend, ambazo moja inasema Mungu hayuko kanisani, mwingine anasema Mungu yuko kanisani. Hapo kwa mtazamo wako unasemaje? Unajua hii kitu ni personal. Hiyo ni personal. Italingana. Sasa tuanzie kwako sasa. Utasemaje kuhusu hiyo? Ya kwamba Mungu ako kanisani ama kwa wapi? Tueleze kwanza. Mungu ako kanisani. Mungu ako kanisani. Even hivyo Mungu haishi kanisani, lakini kwa wale ambao wanaamini Mungu 100%, wale wanatambua utatu mtakatifu, wata experience na watatambua Mungu yuko. Wachana hii mambo watu wanasema. Sasa unajua italingana. Sasa kuwa kanisani ni kumaanisha Mungu kama kama huendi kanisa hauna Mungu ndani yako. Sasa unajua sasa hiyo kama for example president anapatikananga Ikulu. Very true. Very true. Sasa kama wewe haujapata mwaliko ama haujaenda state, how do you expect utampata wapi?
So yule Mungu mwenyewe hayuko ndani yako na we mwenyewe haujamuendea na kwake ni kanisani. Hapo ndio unaweza mpata. Utamtoa wapi? Hamtaonana. Hamtaonana. So mimi naweza sema Mungu yuko na anafanya kazi na anadhihirisha ukuu wake juu ya watu wake. Na kulingana na wewe, mwimbaji mwenye ako right pale ni yule anasema Mungu ako kanisani. Mungu yuko na ako kwa nyumba yake yuko mahali kama unajua. Kwanza nitumie hiki kitu moja. Yesu alisema kwa wale watamtafuta na kweli na Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe ama Yesu mwenyewe atadhihirisha kwao. Unaona? So kama nyinyi katika kongamano yenye mnaendanga ama dhehebu lenu hamtabuti Mungu kwa ukweli na Roho, hamwezi expect mtamuona. So hapo ndio utasikia watu wakisema hakuna Mungu kanisani, but me what I know 100% Mungu yuko na anajionyesha nguvu zake kwa kanisa takatifu. Very true. Na tuingie pande ya matoleo. Watu nimeona mapasta wamekuwa wakilalamika juu kwa hiyo harakati. Unapata bado kuna watu wanapinga sana mambo ya matoleo ya kanisani, fungu la 10 nini. Ukiangalia hizo vitu unapatanga kama hiyo ya Mungu hakuna kanisani sijui yako ilifuatanishwa na hiyo mambo ya matoleo. Utasemaje kuhusu mambo na matoleo kanisani? Hiyo swali wacha nikujibu. Na kuna wale wataisukulia, but ukisikia mtu akisema kutoa ama giving, kutoa sadaka, kutoa fungu la 10, ukisikia mtu mwenye anaipinga, huyo 100% hajui Biblia. Kwa sababu hata mimi unajua niko hii Kenya na nasikia vile watu wanaongea kwa mitandao, hata wengine unakutana nao, unakutana nao live, unasikia tu wakiongea. But wacha nikwambie kitu moja ndugu yangu. Kuna wale wanasema ati katika New Testament hakuna matoleo. Mambo ya kutoa Mungu mwenyewe ndiye alianzisha, si mwanadamu. Sio mwanadamu alianzisha. Na ukisoma katika Old Testament, mtu anaitwa Abraham alitoa sadaka, alitolea mfalme wa Melkisedeki sadaka. Na kuna verse ya Biblia ambayo unaweza drop pale tu wajue kwamba matoleo iko in the New Testament. Yes, matoleo iko kwa kitabu gani hicho? In New Testament ukiangalia katika Biblia, Corinthians, 2 Corinthians chapter 9 verse 7 iko kupeana. First Corinthians hiyo tunaisoma tu sasa hivi. 2 Corinthians chapter number 9 verse 7. Number 2 Corinthians 9 verse 7. Ukiangalia hapo utaipata. Iko mambo ya kupeana. Wale wanapeana. Kupeana giving in fact Biblia inasemanga inakufungulia mlango wako wewe kupokea. Kwa hivyo watu waache uchoyo. Hiyo uchoyo kusema hakuna kutoa. Haya. Na wale wengine nao wanasema tu unapelekea pastor, wewe tajirike. Wacha Mungu anatumianga hao ndio kutoka mwanzo. Sadaka ilikuwa inatolewa kwa madhabahu na inapokelewa na makuhani. In fact ukisoma utapata makuhani hao ndio walikuwa wanaipokea na wanakula ikiwa ni fungu lao. Maana wao hawakuwa na shamba, hawakuwa wanafunga buzi, hawakuwa wanalima. Hakuna, walikuwa wanaongojea waipokee pale kwa madhabahu, anakubariki nayo hiyo sadaka inamsaidia kwa maisha yake ya kuendelea. Kwa hivyo watu waache uchoyo. Hii mambo in fact na si vizuri sana, wacha niambie wa Kenya na wenzangu. Si vizuri sana kupigana na neno la Mungu. In fact, hiyo ni kama antichrist. Mimi naweza sema hivyo. Maana wewe unapingana na neno la Mungu. Mungu ndiye amekupea uhai, ndiye amekupea uzima na unapingana. Na ili hali ukienda kwa huyo mtu mwenye anapingana utapata amebatizwa. In fact amebatizwa na most of them utasikia ile majina wanaitwa pale ni ile inatajwa katika Biblia. Niko nataka tusome hiyo. Ulisema ni Corinthians ngapi? Hiyo ni New Testament. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter number 9 verse 7. Haya, nataka tuisome. Nataka kui-upload hapa hivi. Hata kwa Old Testament bado iko. Ukienda Proverbs 11:25 utapata mambo ya kupeana. Na hiyo ni moja tu nimetaja tu kidogo tu. In fact inaweza kufungulia vitabu saindi mambo ya kwanza hiyo giving. Haya, hii nasema acha tusome hii. Kila mtu na atende kama alivyokusudiwa moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo
mkujufu. Umesikia hapo amesema Mungu anampenda mwenye anatoa. Mungu anapenda mtu anatoa kwa moyo mkunjufu. Kwa hivyo mtu kutoa, Mungu anapenda mtu wewe utoe kutoka ndani ya moyo wako. Yani, si kulazimishwa. Yani ile unatoa itoke yani ndani yako. Wewe you are willing. I'm willing to give 1,000. I'm willing to give 500. Kitu kama hiyo. Nimepeana kwa moyo safi. Mungu ufurahia hivyo. Kuso ni kumaanisha kwa yule mtu anapinga. Hata ningetaka tu wafungulie Biblia Old Testament hiyo Proverbs 11:25. Wewe wafungulie tu Proverbs 11:25. Haya, umesema tunasoma katika kitabu cha Mithali 11 mstari wake ni wa 24. Biblia inasema hivi: kuna atawanyaye lakini huongezwa zaidi, kuna azuiaye isiyo haki lakini huelekea uhitaji. Haya, tuangalie 25 na inasemaje? Nafsi ya mtu mkarimu itastawisha anyweshaye. Nafsi ya mtu mkarimu itastawishwa, anyweshaye atanyweshwaye mwenyewe. Kwa hivyo inamaanisha kupeana. Hauwezi kuwa maskini kwa sababu umepeana. Na hapo kuna kitu ningetaka kufafanua tu kidogo. Na watu wamekuwa kisema nikitoa sijui nikisaidia maskini hiyo ni mambo mawili tofauti. Very true. Kuna kusaidia maskini na kutoa mbele ya Mungu. Kuambia makuhani ama watumishi wa Mungu wa kitambo Old Testament, sadaka zilikuwa zinapelekwa kwa madhabahu. Kuhani anaipokea, pia anakuombea, anakubariki, unaenda. Kwa hivyo watu waache hiyo narrative ya unatajirisha pastor. Hapana. Biblia imemruhusu kukula. Wewe wacha kutaka kujua akiondoka ukimpea anaenda kufanya nazo nini. Wewe umetimiza neno la Mungu mwenye amekupea nguvu, mwenye amekuwezesha. Hata kutaka kuenda ameenda kufanya biashara gani? Si wewe umepeleka ndani ya nyumba ya Bwana, umetimiza neno la Mungu. Naye Mungu mwenye uona yale yametendeka sirini atakubariki na atakuinua. Kwa hivyo kuna ya kusaidia maskini, viwete na wenye mahitaji, na kuna ya kupeleka ndani ya nyumba ya Bwana. Kuna mtu niliona pale kwa mtandao akisema Yesu alifeed 5,000 people. Lakini siku hizi unapata pastor analishwa na watu 5,000 na wenye wanamulisha anasema ati wenye wanamulisha ni ni watu wako umaskini. Hapo utasemaje? Kuna kitu nimekuambia na iko katika ni vile sina muda ningefungulia Biblia. Unaweza fungua tu. Wewe timiza neno la Mungu. Nimekuambia kuhani wewe peana kulingana na uwezo wako. Unaweza kutoa ngapi? Nimekwambia kama umesikia uko na neema ya kutoa 20 shillings, enda upeane hiyo 20. Na Mungu atakubariki. Na ukipeleka wacha kutaka kujua mchungaji ataipeleka wapi. Very true. Na Yesu alilisha watu hiyo 5,000 na wakashiba. Hiyo ni mambo mawili. Na in fact ukiangalia sikienda hizo watu wanatoa sikienda kanisani, kuna makanisa nyingi zenye mimi najua na najua hata wewe unajua. Kuna mapasta wako na project wanasaidia wasiojiweza. Najua hata wewe kuna yule unajua huyu ako na project anasaidia, pengine ako na children's home, pengine ako na project ya kusaidia kijiji fulani, pengine unaona vitu kama hiyo. Kuna watu wanaendaka kuchukua chakula hapo, kuna pasta anasomesha watoto fulani. So ya Mungu hata Yesu alisema Kaisari mpe yake na Mungu umpatie yake. Mimi naweza sema hivyo. So ni kumaanisha a good Christian lazima atimize neno la Bwana venye inasema. Matoleo atoe kulingana venye Biblia yenyewe inasema. Venye Biblia yenyewe inasema. Haya, ningetaka utuambie kuhusu last year. Last year tuliongea kuhusu mengi na sitaki turudie hayo. Hiyo ilikuwa tu just by the way,
Sasa hii mwaka ambayo ya 2026 ambayo inaingia, utaambiaje yule Mkristo ako pale na amedhoofika kimawazo, kiafya, kifedha? Unajua kuna mtu anaona kabisa mimi nimefika mwisho, sio kanisa, sina matoleo, sio yani, anajipata yeye ako worthless. Yeye ni Mkristo dhabiti, ni mtu anatimiza neno la Mungu, ni mtu hafanyi anatia amri 10 za Mungu, lakini kuna zile changamoto anapitia about hii mwaka last year ikianza bado alikuwa na hizo changamoto. Haya, hii mwaka imeisha na bado ako na zile changamoto. Utasemaje kwa yule Mkristo? Mpe mawaidha. Mimi kwa jibu yangu ni moja tu. Simama kwa imani, umtazamie Mungu na atakuinua. Kitu ingine nayo, usijidharau maishani. Don't despise your humble beginning. Usijione kama wewe Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Mimi nitakwambia Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Hata kama unakaa nyumba ya mabati, hata kama unakaa wapi, hata kama unatoa nini, wewe ziamini Mungu anakupenda, kuona hajaruhusu uende kaburini. Mungu anakupenda. Kwa hivyo wacha kujidharau. Usione wewe ni mjonge. Be strong, be courageous in the Lord. Mungu atakuinua na atakutendea mambo makubwa. Hiyo kitu kingine naweza sema ni first of all, wewe weka priority yako kwa mambo yako na Mungu ataingilia na atakufanikisha. Kwanza kukukaa ni kama unayumba, ni kama ujui uko wapi, ni kanisani, uko kwa dunia. Hapana, simama na msimamo moja, peana mahitaji yako kwa Mungu na umuamini, na wewe mwenyewe utie bidii kwa hilo jambo unafanya. Unajua kuna watu wanasema sijui nimeomba, nimeenda kesi ya kuvuka mwaka sasa. Hapana, omba Mungu na ufanye kazi. Omba Mungu na utie bidii kwa ile kitu unafanya maishani mwako. Hapo ndio Mungu atakubarikia. Hapo ndio Mungu atakuja na atuinue. So unapoendelea na kuelezea Mkristo yule yako pale, kuna mambo nimekuwa nikiyaona ambao imekuwa imetrade. Unapata Wakristo, mtu ni Mkristo, si ndio? Ukiingia kwa nyumba yake, tuseme kama ni kijana, unapata ameweka mapicha. Haya. Ninasema kuna hizo mapicha unapata Mkristo ameweka kwa nyumba, tuseme kama kishetani, mara sijui nini. Unapata pia nguo. Kama hii Christmas watu walikuwa wamevaa sana manguo ambayo imechorwa matui. Nimeona watu kwa mitandao wakisema haifai, lakini tuachane na hiyo ya matuni, tuagaze zile vitu wa Kristo. Unajua tunajumuisha hii mwaka, ndio maana tunaguzia moja moja hivi. Unapata mtu ameweka kwa woro yake, tuseme table room, mtu amedesign kipicha ambazo hakina jina, hakina mini. Unapata si ghost, si shetani, si mshogo. Yaani unapata ni kitu ieleweki. Wacha mimi nitasema kitu moja na nitawaambia. Na watu wamekuwa kianguka kwa hii mtego, wengi hata wamejipata mashakani kwa kikimbizwa na vitu hawaelewi. Wengine wameingia katika umaskini kwa sababu ya kujiingiza kwa kitu yenye uelewi. Wewe umekutana nayo picha, yani hakieleweki. For example, umeona kitu kwa mtandao ama umekuja kwangu umeona nimeweka na ujui mimi niliweka kwa sababu gani. Maybe for example ni miungu ya babu zetu. Unaona? Ambayo ilikuwa ama ati nilienda mahali nikapewa, mimi najua maana yake, lakini na wewe umekuja umeona kwangu na umeiga hiyo mfano. Si unaona? Mimi naweza sema kwako kwa nyumba yako usiweke kitu yenye haujui ni maana yake. Hapana, weka kitu unajua maana yake na sababu yake. Na kitu ambayo at least ina reflect Mungu. Kitu inaeleweka. Kitu yani inaeleweka. Hata watu wakikuja pale ama nikikuja kwako, sina haja ya kusinda nikitafutia hii ni nini ama nikiuliza ni nini. Niliona kuna mtu alikuwa mtu wa kanisa, tunaenda kumuombea, alienda kanunua mchongo. Kumbe hiyo mchongo imewekwa mapepo hapo. Na hiyo mapepo ilikuwa inaadhiri mtoto wao. So hiyo kale kama mchongo kako pale, katoto kakiwa mesani kakikula chakula kanaona mtu ule mchongo unamuita hivi. Unaona? Unamfanyia hivi. Anaambia, "Mam, kuna mtu pale mama yake haoni." So walikuja kurealize when street.
yeye na mume wake hata wao hawaelewi, lakini katoto kandogo ka mwaka moja na nusu kanaona hizo vitu. Mwishowe kaligonjeka, kasemekana kwa hospitali hakuna matibabu, hakuna ugonjwa, lakini mtoto ni mgonjwa. Wakati tuliombea ndio tulirealize hiyo mchongo ndio ilikuwa na mapepo, tukaivunja na tukaichoma. So na nikuhusiwa, alihusiwa tu kwa sababu aliona imerembezwa. Akaona ni kama itareflect kwa nyumba vizuri, ambapo hajui maana yake. Onotone that. Kitu kingine naweza ambia watu wa Mungu ni kwamba kitu yoyote yenye haujatengeneza wewe na mikono yako ukiileta kwa nyumba as a Christian, iombe katika jina la Yesu Kristo. Hata ukipewa na nani, hata ukipewa na nyenye yako mwenye umeitwa jina yake, ama babu yako, ama kasini yako akupee, ikifika kwa nyumba iweke mikono na iombe katika jina la Yesu. Kama ilikuwa na hidden agenda, wewe kama wewe ni Mkristo halisi utaielewa. Tuache kujipata matatani, maana hiyo swali ni fact umeisema. Watu wamejipata katika hali mbaya sana na hizi vitu ya kupewa. Hatumepewa sijui inaitwaje mkufu, sijui umepewa sijui nini, hizi earring, sijui umepewa sijui hii inaitwaje hii wash ya mkono umepewa, sijui umenunuliwa, especially msimu ya Christmas. Atumenunuliwa nguo na kasini yake mwenye anakahanga sijui alienda wapi Liberia. Ukakuja tu kaivaa. Sunga sana, jihadhari sana. Vitu huko ndiko mapepo inapitia. Huko ndio demons na itakuataki na hapo ndio utafungulia Shetani mlango katika maisha yako. Kitu yoyote yenye hujatengeneza wewe iombe. Hata ukinunua mboga pale kwa duka, kuja iombe. In fact I remember last year nilikuwa kwa maombi, mlima kwa kuomba. Mungu alinifunulia vitu akaniambia, ile circulation iko katika Kenya ya mambo ya kuabudu sanamu na hizo mapepo ni nyingi sana. Mpaka kwa vibanda, mpaka kwa kibanda. Hapo unanunuanga mboga, hata kama unamtambua sana, au mjui sana, hiyo biashara yake anaendeshanga aje. That's why naambia watu, kitu yoyote yenye hujatengeneza, wewe beki sio umeiombea tu, hata kama umetoka wapi, hata kama umepewa na nani, iwekelee mikono na iombe katika jina la Yesu Kristo na uitakaze na itakuwa safi katika maisha yako na itakuwa na madhara yoyote. So ni kumaanisha a good Christian should disable everything. Chochote anapofanya kutembea nini, tuingie kwa mavazi. You see, sasa nataka unieleze Mkristo dhabiti, juu nimeona mitandao kanisa fulani pale. Sijui kama uliona. Unajua nimekuambia tunajumuisha hii maneno. Na lazima tukosoe Wakristo ambao wanajiita ni Wakristo. Kuna nguo niliona pale kwa kanisa. We are not talking about street. Tunaongea mambo ya Ukristo hapa. Nguo yenye amevaa ndio ni nguo mrefu. Ati ni nguo mrefu? Haya. Hiyo nguo unapata imewekwa na ni mwanamke. Imewekwa street wapi? Hapa mbele. Ama imewekwa nyuma. Alafu hiyo nguo imemshika. Na ni pasta. Sasa nataka utueleze. Hayo hata ni ngumu. Tueleze. Lakini si hizo vitu kuna vile sina hizo designs kuna vile zinamaanisha. Si hata wewe mwenyewe unajua kuna vile zinamaanisha. Hata wewe mtazamaji, msikilizaji, kuna vile unajua hizi mavazi kuna vile zina sound. Kuna ingine ya mkato mbele iko na nini yake, ingine ya mkato ya nyuma hiyo open streets kuna vile inamaanisha. Si ndio tunajua. Hii ya mbele nasikia yangu akisema karibu ndani hakuna mwenyewe, ya nyuma inasema sijui nini. Hata hizi pete unaonanga sikiweko. Hizi vindole kuna pete ya engagement, kuna hii ingine ya nimeoa, kuna hii ingine sijui I'm single, kuna hii ingine sijui nimeachwa ama so vitu kama hizo ziko. Hata kuvaa kuna maana yake. So tukikuwa na hivyo tu tutajua wewe. Lakini kuna wale ambao wanavaa kwa sababu haelewi, hajui. Anaona tu lakini inastahili. Lakini kuna let's say kuna wimbo tulikuwa tunaimba kitambo sana tukiwa wanalika, I'm the soldier in the army. Unaona wimbo kama hiyo. So tukiwa katika kwa Mkristo wa kawaida, jua kwa kwamba uko kwa vita katika hali zote. Fanya ukiwa uko kwa vita, na hapo ndio utaweza kupigana vita zako katika hali ya rohoni. Sawa. Haya, ningetaka bado tueleze kuhusu, kumekuwa na changamoto za ndoa. Ndoa zimevujika sana, unapata watu wanaoana hata wanafanya harusi. In fact kuna harusi nilihudhuria last year and I was the bride. The bride is it bridegroom. Lakini hiyo ndoa ilisabaratisha na mwezi wa 6.
Sasa yani, na si hiyo peke yake. Sasa tunaongelea kuhusu hii mwaka ambao tuko umebakisha masiku. In fact umebakisha siku 3. Utasemaje kwa wale wanadoa kabisa kabisa wanaona kabisa hata sisi hatutaingia hii mwaka tukiwa pamoja. Changamoto zimekuwa mingi. Unapata mwanaume amechiti, mwanamke amechiti na ni Mkristo dhabiti. Utasemaje tunapoingia 2026? Watu waanze udanganyifu. Watu waanze kudanganyana. Unajua apart from kudanganyana, kuna zile changamoto. Unapata uchumi imezofika nini, hakuna kazi, chakula nini, vitu kama hizo. Changamoto hakuna wakati zitaicha. Sindi kuwa kutu. The most important na ndio na hivyo kitu nasemanga as a family. In fact hata kuna mtu nilikuwa tunaongea naye hii wiki nikamwambia, unajua nje we jifunza kukopu na ile situation uko kwayo kwa wakati huo. Mahali huko ujifunze kundiru na hiyo situation at that time. Unaona? Kwa sababu ndoa hiyo changamoto zikikuja si kusema ati muachane ama sijui ama mfanye aje hii mtengane sijui nini. Challenge ni kwa muda tu. Na sasa kwa yule mtu ame break up, nataka tufupishe 2026. Ungempa mawaidha ipi ama advice gani? Vumilia kwa ndoa yako na utulie hapo. Waache mambo mingi, wacha panganga mingi. Tulia kwa ndoa yako. Si wewe ndio ulijipeleka hapo. Yule mtu anataka kuingia kwa ndoa na anaona kabisa uchumi nini mambo imedhoofika. Huyo naye ajipime aone kama ataweza kustahimili challenge za ndoa. Kama ukipima hivyo uone you are not capable, wewe wachana na ndoa. Wacha kuharibia mtoto wa wenyewe maisha, wasting a lot of time there. Kwa sababu hii mambo ya kukimbilia na sijui ate unajua utaona mtu akisema sijui nataka mtu sijui mtu ako hivi welo sijui nini. Kama mwingine ni utajiri uisha. Alikuwa na hata urembo uisha. Kuna mwingine nilistukia anauliza huko kwa youth nauliza mtu akaunti yako iko na inarejea ni account inakuwa ama ni mimi nakuoa. Sasa yeye nikivutwa kazi kwa hiyo biashara napatanga pesa mingi ikiisha. Ikianguka utafanya nini? Kutoroka utatoroka. Kwata waache hiyo upusi mambo. Kama wewe you are ready kuenda kujenga mboma, enda utulie hata kama utakula ugali hivyo. Utulie. Wacha kusema ati unataka mtu ako na pesa, mtu ako na degree mbili, cute hadi sambu whatever. Ni sawa hizo vitu zote. Na hiyo nyumba ikibomolewa mkiwa ndani, utafanya nini? Yes, niko nayo na nimekuoa. All of a sudden serikali inasema inataka hiyo shamba na imebomoa. Utafanya nini? Utabaki pale. Mimi ni accountant mkubwa. Na nimevutwa hiyo kazi maana naweza futwa. Utafanya aje? So, watu waache hiyo mambo unataka mtu ako na gari. Hapana. Kama umeamua kuingia kwa ndoa, wewe enda kwa ndoa, hivyo kuko na utulie, Mungu akubarikie hapo na akuinue. Wacha kuenda kuolewa kwa sababu ya mali. Juu ya mali, sijui nini. Napata mtu anaingia kwa ndoa na haja qualify. Alafu kitu kingine ya 2025. Ndoa mingi zenye watu wameingia, unapata msichana amevika msichana amepata mimba. Sasa juu hataki kutoa ile mimba, yeye anaona waingie kwa ndoa. Mwanaume kumbe naye hajajitayarisha kulea. Hajajitayarisha kuitishwa pampers. Unapata hiyo ndoa itasabaratika tu. Swali ni je, wewe ukienda kulala mfanye mapenzi, ulikuwa una expect aje? Si unajua anasema kuna safe days. Ati 7 days. Watu waache hiyo upusi wanakuanga nayo kwa sababu mimi naweza kusema ni upusi kwa sababu wewe ndio unajua kupata mtoto na kutopa hiyo mambo inapangangwa na Mungu. Hata unajua mimi napatananga na wanalika sana na utasikia tu conversation kwa kuambia si watu wanapata mimba wakiwa na wakikunywa hizi PP2. Sinaitwa PP2 ama PP1. So wewe ukienda kufanya tendo la ndoa ulikuwa una expect aje? Ulikuwa una expect aje? It was just lazima ungepata mimba. Si lazima lakini jua hiyo ndio njia mtu anapatanga mimba nayo. Hiyo ndio njia, hakuna ingine. Mimba mtu kuwa ati kwenda kupata mboro iendake kununua kwa duka. Ni through tendo la ndoa kuonana kimwili. Opposite sex mkionana kimwili, hiyo sasa kuwa ukiexpect anything can happen. Kuna kitu inaweza anything can happen. So kama umeanguka kwa hiyo mtego na kuna kitu kingine nasemanga, wewe tuseme for example wewe ni msichana, umeenda kwa chali na umekubali tu kulala kwa kitanda yake na umetoa nguo. Umefanya mahesabu ya kutosha kweli?
Mahesabu ni mtu kama tukizana yeye kuna mahali tunapelekana ama ni 1 2 1 2 ama ni hapa kule. Hizo vitu achana nazo. Haya, ningetaka tufanye kitu inaitwa summarizing, na muda wetu naona umeisha kabisa. Na ningetaka utuambie 2026, juu mimi naona tushamalizana 2025. Tumebakisha siku kadhaa sana. 2026 umetutayarishia nini? 2026 nimepanga mambo mingi kama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na hiyo 2025 imekuwa na changamoto kidogo ya kuwa nikiingia vile, lakini I'm ready. In fact, mahali nimeanzia sasa naenda kuingia 2026 na kishindo ama na nguvu na impact kubwa sana, na mambo mingi inakuja iko njiani saindi na saindi. In fact, hii mwaka I'm ready hata kuongea siasa, maana nimeona mimi ni Mkenya na siwezi epuka yale mambo yanafanyika Kenya, kwa sababu mimi ni Mkenya. Tutaiongea na saindi na saindi. Kwa hivyo mimi nasema Mungu awabariki unapoenda kuvuka mwaka. We make a good decision ya mwaka 2026. Mtumainie Mungu, peleka mahitaji yako mbele ya Mungu na Mungu atakusindania. Kaa kwa Mungu na umtumikie na umtamanie na Mungu atakubariki na utamuona. God bless you na Mungu akupee neema. Shalom. Shalom, shalom. Na tutafunga na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti. Asanti kwa kutuongoza hiyo mwaka, na tunapoingia 2026 Mungu tuongoze, tuonekanie mahitaji yote yetu Bwana, tumeikabidhi mkononi mwako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini. Amen. Shalom. Amen. Happy New Year.